Hii ni wanaume wale hamwezi kubishana. Kwani shetani ataleta mtu mnabishana? Analeta mtu mzuri. Alileta huyo mtu. Huyo mtu amemuoa wakiwa kwa nyumba. Amemwambia ni damu alikuwa anataka na ameanza kumkula. Nilienda kuona vile dada amekuliwa. Meno imeingishwa yote kwa mwili. Mtu anataka alafu alipotea. Kwa hivyo huyu hakuwa husband. Alikuwa pande ile nyingine. So ndio unaona Paulo hata yeye alishindwa. Hii msishana anaongea ukweli. Lakini ametokea wakati tumeenda kwa maombi. That is the key. Bereni hakuwa anatokea. Wakati wamesema twende prayer, ndio msijana ametokea. Kwa hivyo hii ni kusema hii ni kitu kingine. Mambo yote inatokea wakati tumeamua maombi. Mwacha sasa mambo ya fasting, hiyo ni ingine. Maombi unaomba kama unafunga ama haufungi. Na Biblia inasema maombi ni ya mchana na usiku. Kuna watu wanaomba maombi ya usiku peke yake. Na Biblia inasema kuna mshale unakujanga usiku na kuna mshale unakujanga mchana. Lazima mtu wa Mungu ajue kuomba usiku na ajue kuomba mchana. Lakini watu wengi wa Nairobi hawaombi mchana. Wanaomba usiku peke yake. Ndio unaona mchana wamehangaishwa na mishale ya shaitani ya mchana. Lazima uombe usiku na mchana. Hata ile madam kwenye Luka 18 ambaye alienda kwa Yesu. Ambaye Yesu aliongea juu yake sorry. Akasema kuna mwanamke alikuwa mjane, alikuwa anamuendea tajiri akimwambia nisaidie mali yangu. Biblia inasema hapo akimalizia, na je Bwana hatafanya zaidi ya huyu mwanamke kwa wale wanamuomba usiku na mchana? Amen. Unaona Luke 18:7 inasema na Mungu je hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Watu wengi hawalii mchana, wanalia usiku. Lakini Biblia inasema watu wale Bwana Yesu atatembelea ni wale wanalia mchana na wanalia lini? Usiku. Naye ni mvumilivu kwao. So wadugu, we need to go back to the place of prayer. Tuende kwa maombi tena tuweze kudanganywa. Unanunua kitu, kumbe hiyo kitu ndani yake kilikuwa na jera. Mwishowe unafungwa. Unanunua kitu, kumbe iko na kifo ndani yake. Unakinunua kama mshanga, saa zingine unaweza kununua plot. Kumbe hiyo plot ndio inaitisha kifo yako haraka. It is not good. Na mimi huwa naambia watu hivi nikihubiri, ukiona umeshikwa na kitu ghafla kama ugonjwa mbaya, jambo fulani, kwanza kabla hujapiga duru, angalia ni nini mpya imekuja kwako. Isije ikawa ndio imekuja na hiyo kitu kimekushika kipya. Maana hizi vitu tunapata bila maombi nyingi ni metego. Si baraka. They are traps. Niliambiwa na watu wengine pale Mombasa, naona mmebosa ama Kilifi, wakaniambia hizo vitu mmepewa na mama fulani, muende naso Nairobi, msiende naso. Hizo si coconut na sio ile kitu kingine watu wanakunywa na Castro kanaitwaje? Ya madafu. Alafu kuna tu vitu tu Mombasa, lakini mwenye kupeana wakaniambia hizo si za kuwasaidia, hiyo ni za kuwaua. So tukatoa, lakini tukasahau kutoa zangali ya security yetu. Lakini tulitoa hii nyingine. Security wameenda kwa barabara, wameona ng'ombe na wameigonga na imeharibu gari sana. Alafu tunauliza ng'ombe iko wapi, wamesema hakuna ng'ombe, lakini wao waliona ng'ombe. So ilikuwa imepangwa hiyo vitu tubebe tukufe. Na basi tukazitoa. Lakini ni mtu mwenye maombi alituambia hizo vitu si nomo, mtoe. Hizo ni kifo. Niliuliza watu huko baadaye nikamwambia hizi vitu nimepewa azee okay. Wakaniambia woi pastor usibebe hizi. Wakaziondoa. Kwa hivyo kuna vitu na unajua wanaziondoa na mimi nataka madafu. Na hizo coconut ni mzuri. Kwanza ananiambia nimeshuna mwenyewe. Kumbe ni kunitaka ndio nikufe. Na wale mnaendaga Western, si unaweza kupewa kuku huko na ni kuku ya kukusafirisha uende mbinguni. Na wewe unasema nimepewa jogoo ya supu. Ya supu, wewe ndiye supu.
gari inaanguka na kuku inaenda. Niliona mzee ameleta ng'ombe kwa mkutano wetu wa tent meeting. Ameleta ng'ombe vizuri, ng'ombe imeletwa wakati nilisema ng'ombe hii tunaitakasa. Hiyo ingine ni history. Ng'ombe ilirudi bio hujaona. Watu walikibia wote wameondokea njia. Ilienda mpaka nyumbani. Akaniambia ni kuitwa imeitwa na mchawi huko. Nilikuwa nimeitoa kwa mchawi alafu nikasema niitoe kwa Mungu. Ng'ombe ikaenda. Sasa ng'ombe kama hiyo ikishinjwa na wewe unanunua nyama. Na wewe na mihahe yako wakati unakaranga nyama unaweka kamoja mdomo. Uje kaombea, hapo ndio kanazaa shida kwako. Ng'ombe imeshapewa mchawi, ameshaipokea, imeshakaguliwa, imeshawekwa dawa. Na wewe sasa unachukua nyama, una testi, ni kuangalia kama iko na chumvi. Naambianga wanawake wale wanaangalia chakula kama iko na chumvi jikoni. Wasikuje tena kwa mesa kuiombea. Unaiombea nini na umekula? Si tukule tu. Unataka na ukipika chakula uwe unajua vile inapikwa, unajua kiasi ya chumvi ni hiki. Usitest. Ama uombe kwanza hapo usitakase. Alafu sasa ndio uangalie chumvi. No wanda ukiangalia chumvi tunyama tuwili tutatu, ukikaa kwa meza hautaki kukula, maana hiyo umekula hatukuombewa, tumejaa shaitani zake. Bwana Yesu asifiwe. So wakati wanasema tuende tukaombe, ndio pepo imetokea. Ukiona kitu kimetokea wakati umeanza maombi, hiyo ndio kimetukusubua miaka na miaka na miaka. So mstari unatuambia aliwafuata verse 18. Na unaona anawafuata akisema the truth. Wewe unafikiria pepo zinasemanga uongo throughout? Hapana, zinasema the truth. Ilikuwa inaongea the truth, ndio Paulo alinyamaza, lakini akaendelea na maombi. Akaendelea na maombi. Alifanya hivyo mwanamke siku nyingi. Kila siku akitokea, hawa ni watumishi wa Mungu, wametumwa wafundishe habari ya wokovu. Amen. Watu wote wanasema amen. Hata Paulo anasema amen, lakini anaendelea na maombi. Kuna kitu hauwezi kujua ni shetani mpaka uombe siku nyingi. Aliomba siku 4. Wanaenda kwa maombi kila siku. Wanaenda kwa maombi kila siku. Siku 4. Akafanya hivyo siku nyingi. Lakini Paulo akisikitika. Unaona? Sasa Paulo baada ya kuomba sana, akisikia hiyo message anasikia kusikitika. Hasikii kufurahi. Hasikii kufurahi atakuwa msichana ametua. Akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru katika jina Yesu Kristo, toka. Akamtoka saa ile ile. Imagine Paulo amekaa na pepo siku nyingi. Siku Apostle Paulo mwenye kuandika Biblia. Kama Apostle Paulo amekaa na pepo karibu na yeye siku nyingi, na wewe umekaa na za kwako siku gapi? Miaka nyingi. Maana huyo ni apostle, ni mtu mkubwa. Ameona Yesu. Ameitwa andike Bible. Wewe na hata haujaandika topic moja ya geography. Unataka kujifanya nini? Anza maombi, washa mshezo, pray. Bwana Yesu asifiwe. Omba mpaka usikie I'm praying. Lakini sasa siku hizi mshezo, maombi ni ile technical. Baba unipe tu. Na lakini mtu haoni. Maombi ni relationship. Si about asking nipe. Maombi haikufanyi bega. Maombi inatengeneza uhusiano wako na Mungu wako.